Nilikuwa nataka tuje tukiambiwa kusikuwa nataka kwa barabara tutasumbuliwa. Mbaya kwa poa basi. Na by the way huku ni wapi? Tuende tu. Hii alama inafanya nini hapo? Hiyo tu. Maisha yamekuwa ngumu. Hata mimi sioni kitoboa kwenye msitu. Hata sijui wenzangu walienda wapi. Ila tafaulu tu. Hii inakuanga tu wachana na yake ina maana. But siamini na Niko tu sawa kwa tusumbuliwe tuko tupeke. Unaishi tu huko online? Na by the way, ulifikiria ni ndo kanileta huko? Wale wenye kunyamaza po. Maana unajua mimi siku hizo wasichana siwaamini. Sasa hapa chini. Mtu akija kwa msimulizi kutoka. Na mimi huwa nakuja mara nyingine natoka tu. Sasa ni mama nikuje na wewe leo. Tuone kama tutatoka wote. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Ulikuwa unamaanisha nini ukisema? Kwa najua tunakosea nini? Na nilikwambia tu, lakini ni muhimu kwa shughuli yetu.
Mbona unakimbia? Nini hapa anavuta? Chika kwenye ko. Kidume menchika kwenye ko. Chiki 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 chiki. Kidume menchika kwenye ko. Chiki 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 chiki. Menchika menika bakonyeko. Kidume menchika menika bakonyeko. Kuru menzidi menika bakonyeko. Menchika menika bakonyeko. Chiki 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 menchika menika bakonyeko. Hey, Angeline, kumbe ni wewe. Sawa. Naona umefanya kazi nzuri. Najua nashangaa sauti inatoka wapi na nani anakuitana, nimejuaje jina lako? Hivi wewe ni nani? Sitaki kujua sana lakini tangia ingie kwa huyu msitu. Ona uvumilivu. Kila siku unajaribu kutoka kwenye msitu umeshinda. Unajua binadamu wa kawaida mmejawa na shida nyingi sana. Na mimi nimekuwa huko msitu kwa muda mrefu sana. Umejaribu kufikiria kwa nini kuanzia uingie hapa? Ukiwa njaa unajaribu kukimbia au upate nafasi ya kutoroka wala kutoka kwenye msitu. Zini kweli. Lakini mimi niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Na hivi ndakuamini. Kuniamini mimi ndio kweli. Cha msingi ni ufuate kila nitakachokuambia. Kazi nzuri sana Angeline. Huyu ndo atakaye kuwa kielekezo bora kwenye kazi yetu. Nimemleta ili tumunywe damu leo katika mkutano wetu wa saa 6 usiku. Sawa. Ni kweli hiyo nimesema ni kweli. Na tangu kuja kwa hiyo msitu hatusikii chochote, njaa hatusikii, ila tunashindwa hata kufahamu. Na hata tumekuwa wengi hapa, lakini wengine wangu siwaoni, maana tumepungua sana. Unajua nimekuangalia hivi nikaona wewe unaweza kuokoa watu, yaani binadamu wa kawaida kama wewe, kwa sababu ukishaingia hapa si rahisi utoke. Kweli si kweli? Umejaribu kutoka ukashindikana, si kweli? Na mimi naona anachohitaji hapa kuna mchango na wa mfalme wao mwenye alikufa, na huyo Angel ndio amemweka yani kama kipaumbele cha kutafuta binadamu kwa ajili ya kutoa hizo kafara zao. Ni kweli si kweli? Na hivi sisi tuna tatizo gani bana na kutafuta sisi na pia kisikana nayo mama? Sasa mimi hilo lisitupe wasiwasi na kuja kwenu hapa kwa sababu nyinyi mnataka kutolewa kafara kwa ajili ya huyo mfalme wao. Sasa itakusaidia. Na nimeshuhudia mlikuja hapa wengi, lakini wenzako washakufa tayari kwa ajili yani wametolewa sadaka. Sasa wewe ndio umebakia na wewe ndio unaweza kusaidia binadamu, kwa sababu mimi binadamu wa kawaida mmejawa na tamaa, mali. Vipi kuhusu wale vijana wengine? Unajua miungu wanalalamika sana, wanataka damu. Na wewe mbona hujavaa nguo ya kazi? Unajua miungu anaweza kupa adhabu kali kwa kutokufuata masharti. Ilinibidi nivae hivi kwa ndio niweze kumcheka huyu. Ila samahani, sitarudia tena. Sawa, mnaweza kwenda, ila saa 6 ya usiku tukutane kwenye mkutano. Na tamaa yenu limefanya imewaweka matatani, ndio maana sasa hivi mko katika hali kama hii.
na kuna kijana anaitwa Jazz. Hao watakuja kuniua. Na huyo ndio sasa majini ndio wanamtegemea. Ifikapo tarehe 25 kama atakuwa amepata huo mchanga kwenye hilo kaburi, basi mimi niko hatarini. Lakini sasa mimi nakuona inafaa asipate huo mchanga na ufanye juu chini. Kuna kaburi na kuelekeza ambalo si la ukweli. Mwana, nisikilize kwa makini, si la ukweli. Ili hata akienda kuchukua huo mchanga, shida itarudi kwao, na mimi sitaki kuhatarisha maisha yangu sana. Nimetumwa kwa ajili ya ukombozi wenu kwenye hii dunia yetu. Watu wangu hawataki huo mchanga upatikane, na huyo kijana akipata huo mchanga atakuwa na nguvu zaidi na ataharibu vitu vingi sana kwenye hii dunia, huu ulimwengu wenu. Sasa fanya juu chini kama nilivyokuambia, umpeleke pale ambapo kwenye ile kaburi la uongo, aenda kuchukua huo mchanga. Alafu sasa hasara itakuwa kwao. Haja kushauri, haina haja ukiingia. Hata ukiingia huwezi toka huko ndani. Lakini nakuomba tu upate ushauri wangu niliokupa. Huo mchanga haitakiwi upatikane, ila ikifika tarehe 25 kama hawajaupata, basi mtakuwa mmenusurika na mnafaulu. Sasa nitakupa ishara na nitakuelekeza moja kwa moja mpaka kwenye hilo kaburi, ili wakati atakuja kukushawishi, ili uweze kumwonyesha pale kwenye hilo kaburi ambalo anataka huo mchanga. Yaani isiwe ni yaani iwe ni ile sasa ambayo nimekwambia. Nisikilize, iwe ni ile ambayo nimekwambia, umpeleke hapo. Akigusa tu, akipeleka tu mkono wake, itakuwa inaharibu kila kitu kwenye ufalme wao. Sika unanielewa? Na mimi nimeenda, nitakuwa nakupa ishara